Welcome back again, ladies and gentlemen, and Ruto Kwisha. Today, Trans Nzoia County imeweza kurun lessons from Orokarau too fast because today Aaron Chesang, Senator of Trans Nzoia County, alikuwa hapo hivyo Kitale to have empowerment with the boda riders na akaweza kuwa mobilize as usual kuwapea pesa, then akawapea UDA merchandise, yani to reflector tumeandikwa UDA, but hivyo tu aliweza kuwapea pesa and those merchandise. Ground iliweza kuturn hostile, wakaanzia kuchat one time, mambo ikaweza kuharibika palivo Kitale town, hadi Aaron Chesang ikabidi ameweza kuokolewa na his bodyguards maze, hata kuweza kuwa ameongea. And fellow Kenyans, these boda riders waliweza kutoa those UDA reflectors na wakaanzia kuzichoma. I want you to look at this video of Kitale town vile boda wameweza kuchoma those UDA reflectors wakichat one time, uone ya kwamba William Ruto at Western for now, yeye ni kwisha. Subscribe, like, and enjoy the video. As you have seen fellow Kenyans, hapo hivyo ni Kitale town. Mjue ya kwamba hapo hivyo Kitale ni Trans Nzoia County, and Trans Nzoia ni territory ya George Natembeya. Inaonekana ya kwamba George Natembeya ameweza kuunite his Luhya community vizuri manze. Wao tu wanasema siku hizi hakuna kudanganywa. Hapo hivyo mjue ya kwamba Kitale town ati walikuwa wameletewa ati UDA merchandise pamoja na empowerment, but wanasema ya kwamba those empowerment bado hizo ni pesa zao. Hiyo ni pesa ambazo UDA hii serikali imekuwa ikitoa kwa mfuko zao. So this is time for resident now kukura mali yao ama mali ya serikali so that they can be equal or drop. Ladies and gentlemen, inaonekana ya kwamba for now ground imeweza kuchacharuka. Hakuna kuja kudanganywa atina pesa because atiweze kuchagua that leader. Kama leader afanyi maendeleo na any development, hakuna kudanganywa na pesa fellow Kenyans. Tunakula hizo pesa na tunasema one time. Swali iko hapa fellow Kenyans. This empowerment zinafanyika katika kila places. Wanaleta pesa kuleta, but ukiweza kuangalia utapata ya kwamba bado roads bado haziko fiti, hospitali bado hakuna madawa fellow Kenyans. Hiyo nao ni education iko juu, na ukisikia ati wanaleta empowerment millions of money. Ladies and gentlemen, hizi empowerment pesa wanaleta wanakuja kutupe
then baadaye wanaenda wanakopa loans huko, wanakuja wanaongezea tax, sisi tunateseka. This time round tunakula pesa na tuweze kuwaondoa, because tukikula pesa then tuwaweke tena wataendelea kuongeza tax, because hizi pesa tunakula lazima pia wao waziweze kuzirudisha, na huku ni kutufumba macho. And this time round wasifikiria kwamba this time is 2019 or it's 2022 or 2023 or 2013 na huko hivyo kitambo. This is 2027, technology iko juu na everyone is wise. Kitare imeweza kupea Kenyans message ya kwamba Trans Nzoia iko so united, yani hawaanguki chini, hawabaduki. Wao wanasema mambo ni one term. Waliweza kurun from Olkarau, and Olkarau ilikuwa macho yote ya Kenyans ilikuwa hapo hivyo, because William Ruto alikuwa anadhani ya kwamba ati akiwa bribe with 2 billion Kenyan shillings ataweza kuchaguliwa. But this time round Kenyans wako rada, Kenyans are wise, and wanasema ya kwamba kama wewe government leader haufanyi jambo yoyote, wewe jitayarishe kuondoka. Now every government leader mwenye anashirikiana na William Ruto for now ajitayarishe kuondoka 2027, because hakuna leader for now wa William Ruto anatakikana kwa ground. Ikuwe ni Mount Kenya, ikuwe ni Luo Nyanza, ikuwe ni Western, ikuwe ni ODM, ikuwe ni UDA, hawa ODM broad-based hapana takikani kwa ground manze. Crowd imeweza kukataa kabisa. Na fellow Kenyans, vile mambo inavyoonekana, William Ruto coming 2027 hapa hivi one term, it's like in a road sasa, iko karibu kuweza kumaliza roading manze. Na inaonekana ya kwamba Olkarau waliweza kusomesha Kenyans lesson, also lessons za kuweza kuprotect vote manze. Hakuna gari itafaa iweze kuingia ndani ya polling station, zitakuwa being searched thoroughly. Mnaweza kuona vile Olkarau waliweza kuprotect vote, na wakati wa kukula pesa waliweza kukula pesa vilivyo. Hiyo pesa ingepelekwa side za uko Luo Nyanza. We hope hawataweza kutusaliti manze na vile pesa wanapewa. So hii inafaa iwe lesson to all Kenyans ya vile wanafaa waweze kukula vote bribery money, then wachague kiongozi ambao wanataka. Ladies and gentlemen, William Ruto kimwangalia utaona ya kwamba akona uoga. Nowadays ana tense. Jana akicongratulate that DCP candidate alikuwa ana tense, akisema ya kwamba ati yeye ndo fundi wa siasa. But tu vile alikuwa anaongea, you can tell that ameogopa Mount Kenya. Anaona Mount Kenya for now are united. My fellow Kenyans, Mount Kenya region and Western region ndo watu wenye wako na high population, na Mount Kenya region na Western ikiweza kuunite, then huku kwingine Ukambani na nini kuunite, ujue William Ruto atakuwa amebagisha onre Luo Nyanza, na mjue ya kwamba Luo Nyanza iko 50-50, Ruto 50, akina Sifuna 50, because that ODM imeweza kuchigawanya. Then tabaki na Luo Nyanza na side za Kalenjin kwake na Kipsigis, na Ruto na hata hizo side za Kalenjin wana Kipsigis washa muhepa. Tuliweza kushuhudia some of Kipsigis wakiingia palivi kwa wa Munyoro. And fellow Kenyans palivo MR Dikir, mjue ya kwamba kulikuwa na DCP candidates na UDA candidates wakati wa by election. And DCP candidates and UDA candidates waliweza kuachana with only 1,000 votes fellow Kenyans. And those 1,000 votes ni kusema ya ni kuonyeshana ya kwamba DCP inatakikana, because that candidate alikuwa anajisimamisha na UDA amejisimamisha mara mob akianguka. Hata wakati wa Joanna Ngeno bado alikuwa fellow Kenyans. And vile mambo inavyoonekana, soon William Ruto will be one term. Trans Nzoia, George Natembeya ameweza kuunite vizuri Western region yote, na anasema ataendelea kuunite yote iwe united that Western. Na Wetangula na Mudavadi wasidhani ya kwamba ati watu wa Western wako side ya kwao. Watu wa Western walisha waruka kitambo,
after kuona ya kwamba these leaders of Western this Luhya hakuna kitu wanafikiria. Kama Mudavadi hakuna jambo amefanya, also Wetangula kazi yake ni kutetea Ruto and nothing has said. Ground for now iko hostile na iko very wise, and we are waiting for those government leaders waweze kuingia kwa ground kutafuta kura, wajua ya kwamba pia wao walikuwa wametutesa. Thank you so much for watching my channel. I will keep updating you what will be happening on Kenyan's politics. Continue subscribing if you haven't subscribed. Like this video so that it can be recommended to better people, and also share your opinion here down. Till we meet next time again. Thank you.